mama anayepita mbele sikuwahi kukutana naye siku za hivi karibuni, na sikuwahi kumfahamu vizuri sana, lakini nakumbuka nilipigiwa simu na wapendwa kutoka Kiraboya, akaniambia kuna familia ya kwa Rubana, kuna kijana wao alishachanganyikiwa, anaitwa Lugoye. Amechanganyikiwaje? Yani anaishi kwenye mamiti, analala kwenye maembe huko, uwezi ukamsogelea. Sasa wanahitaji maombi ili waelekeza. Nikasema si wamlete, haiwezekani, hawezi kufika. Basi mimi nikaona niende, nikatafuta usafiri wa bodaboda. Ilikuwa mchana kwenye saa 7, nikawa nimeenda. Nilipofika hata mimi niliogopa. Ujamaa ana sehemu yake, amekaa kwenye kachumba fulani, maana walimpata si kwenye maembe huko. Sasa labda ataelezea, labda tusaidie, alianzaje huyu bwana? Bwana Yesu asifiwe. Kuhusu tatizo la kijana wangu, yani ni hadithi ndefu, siwezi nikaisimulia yote nikaimaliza. Chanzo chake kabisa, alikuwa na vitu vyake, kaviuza kwanza, zilipoisha vitu vile ndio akahamia mapolini. Hata akija nyumbani hamna kusogeleana na mtu, hata mdogo wake akimsogelea nampiga. Nasikitika sana. Ndio. Yani ilikuwa aibu hata kumwonyeshia mtu kuna mtu humo ndani. Yani unajikaza tu, hata kikuuliza mtu kuna mtu unasema hamna mtu. Na mlimpeleka kwa waganga? Tulimpeleka kwa waganga, nimezunguka kwa waganga. Kila mganga na utaalamu wake. Unatoa hela na kila mganga ana gharama yake. Pole. Unatoa hela, anatumia mtoto dawa siku 2, anatoka nyumbani tena, mnatafuta mpaka mwezi mzima. Mkimuona makazi yake kwenye miembe au kwenye miti ya mikwaji. Ndiko alikokuwa anaishi. Ndio makazi yake alikuwa halisi. Alikuwa analala juu ya mti. Alikuwa analala juu ya mti, siku nyingine analala chini ya mti. Ndio. Na alikaa huko muda gani kule kwenye mamiti huko mapolini? Maana kila akitoka nyumbani, mkimtafuta tu, hata kama akitoka nyumbani baada ya wiki 2 au mwezi mmoja, makazi yake mtamkuta huko. Pole sana. Siku nyingine akapita mama jirani akasema tu wamemkuta kwenye shamba. Kuna shamba, kuna simando huko, wamepanda miti huko karibia na mbugani kule. Ndio. Kachimba shimo, kalala, yani mwili ukalalia kwenye shimo ndani, miguu kaiweka juu. Ndio. Karudi kutoka shamba wakatuambia mtoto wenu nimemkuta miguu kaiweka juu, halafu mwili kaingiza ndani. Wakaenda kumtafuta, walipomkuta walikuwa 2, walimshindwa mpaka wakaamua kurudia wengine. Wakachukua vijana 3. Wakaenda kumfukuza, bahati nzuri walimkamata. Walipomfikisha tu nyumbani, akadai kama anaenda kuoga, kumbe amepitia dirishani na amekimbia kabisa tena. Tukasumbuka ikapita tena wiki 2 tukamuona. Bahati ya kumuona, kuna watu walikuwa na chuma choroko wa Igoma, wakapiga simu huko, kuna mtu anatusumbua, anapita shamba. Jinsi tu alivyovaa watu wanaogopa bila hata kuwapiga. Mavazi yake tu alikuwa amechanika mwenyewe, eleweki, nywele, makucha, yani kila kitu alikuwa eleweki. Pole. Na baadaye alikuwa anaoga, lakini kuoga hamna, kupiga mswaki hamna, nywele hamna, hata akila anawi, yani kila siku anakula anawi, mikono, hata mswaki hamna. Kwa ufupi, baadaye mliambiwa kwamba mkimpeleka wapi kanisani? Nani aliwaambia kuja huko? Mimi hizo taarifa alinipa mama. Mdogo wangu huyu ndo alimpa taarifa, walikutana huko mashambani, akaanza kumhadisia na mwenyewe ndo akamwambia sasa mpelekeni kwa mchungaji Ngudu. Mtoto wenu atakuwa safi. Na mliwezaje kumleta? Kwa wakati wa kumleta ilikuwa pilika. Sisi kama sisi niliagiza bodaboda na yule kaka wa nyumbani walimshindwa wote. Nikapiga simu kwa mchungaji ndo akasema subiri kwanza nikutumie mtu mwenyewe anajua kuwabeba watu kama hao. Ndo akamtuma sasa kaka yake na mdogo wangu huyu. Nestori yuko wapi? Alipofika Nestori ndo akasaidiana sasa, akamweka kwenye pikipiki akampakata mpaka. Njoo basi kimbia hapa.
Walipofika kanisani hapa nilishangaa. Alipoambiwa na mchungaji anyanyuka ingie kanisani, alinyanyuka mwenyewe bila hata kusubiri. Hebu naomba msikilize huku, acheni na story, yeye anakuja. Ulipofika hapa kanisani? Afika kanisani, akapewa kiti akakaa. Nikampigia simu mchungaji, nikamwelekeza tumefika kanisani, akaja mchungaji mpaka kanisani. Alipofika kanisani akamwambia anyanyuka ingie kanisani, alinyanyuka mwenyewe bila hata shida. Kuingia kanisani, makofi. Kuingia kanisani. Akaombewa. Alipoombewa jioni nikafuata chakula kule nyumbani kwa Lusangiji. Nilipofika hapa jioni nikamkuta na Nestori amemaliza kuoga tayari. Usiku tena nikatoka hapa sikulala, baada ya kuisha maombi nikaenda nyumbani kulala. Niliporudi asubuhi nilisita hata kununua mswaki dukani. Maana nilijua mwenyewe hataki hata kuna hata mswaki. Nikafika hapa yani kaniamkia kabisa. Wakati mwanzo ukimwita kwanza anakufyonza. Anakukatisha hata tamaa ya kumuongeleshea. Nilifika hapa akanisalimia, aliponisalimia nikamuuliza vipi, mswaki vipi? Kasema hamna shida. Nikaenda kuchukua mswaki nikamkabidhi, kachukua mswaki mwenyewe akaenda kujisugua. Badala hapo nilisahau kiwembe, nikarudia kiwembe dukani tena. Nikafika na kiwembe nikamuuliza vipi, umemaliza kunawa? Akasema ndio nimemaliza kunawa. Ndio. Nikamwambia hiki hapa sasa kiwembe, chukua utoe makucha. Makucha nayo yalikuwa ni marefu. Makucha alikuwa amezidi kabisa kidole na miguuni alikuwa amezidi kidole. Ukampa kiwembe? Nikampa kiwembe. Akaanza kukata mwenyewe. Makofi na vigelegele. Ndio. Alikuwa amekata amesimama, nikamwambia ungekaa ukajitolea vizuri. Yaani akasikia lakini mwanzo ilikuwa shida, hata kumuongeleshia tu ilikuwa na nywele ilikuwaje? Maana zilikuwa zimezidi. Jioni tena nikatoka nikaenda kutafuta chakula, nikamwambia Nestori hapa hela umpeleka saluni akanyolewe. Ni kweli niliporudi jioni nilikuta nywele ziko safi, ameshanyolewa tena. Makofi na vigelegele. Ndio. Sasa unamsemaje Yesu? Yaani nilikuwa nasikia tu watu wanaombewa wanapona, nilikuwa nasikia tu hata kwenye TV naangalia, hata kwenye redio nasikia, nilijua ni uongo. Lakini sasa umeona. Kwa nimeshuhudia mimi mwenyewe, naamini kweli Yesu yupo. Wewe ni Tomaso. Bwana Rugoye, mpe mic. Sema Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vipi hali yako inaendeleaje? Hali yangu sasa hivi inaendelea vizuri. Unaendelea vizuri kabisa? Unasemaje? Unampenda Yesu? Nampenda sana. Sana. Asante sana. Naomba tusimame sasa. Labda una neno la kusema lingine, labda la kumalizia. Mungu pamoja na wewe mchungaji, ongera sana. Asante, niombe tu. Jamani, hebu nendeni mkawaambie watu habari za nani? Biblia inasema nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Samaria na Uyahudi mpaka mwisho wa nini? Maana ya kuwa mashahidi ni kwenda kuonyesha yale Yesu anafanya nini? Anayafanya. Mkawaambie watu, huyu mama alikuwa haamini, amesema alikuwa anaona kwenye runinga, anaona ni kama wanajifanya, labda kama wanatengenezwa, lakini ameona yeye kwa mtoto wake. Na akampa Yesu maisha yake. Jana nilimbatiza huyu mama pamoja na yule kijana.